was teaching Moses with me. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la kwanza tunashukuru Mungu. First thing first, we thank God Kwa mahali hapa. to be in this place. Mungu apewe sifa. And let Amen. God be Tunashukuru glorified. kwa sote ambao tumekuja kusikia neno la Mungu. Thank all of you who are able to make it today. Mungu awabariki sana. And may God bless you. Tunashukuru kwa baraza kwa kutupa nafasi And tuweze we also thank kusaidia maneno ya Mungu. also thank the leadership to give us the opportunity to speak with you. Mungu awabariki sana. And may God bless you. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. So siku ya leo ni siku nzuri sana. Today is a great day. Kabla tujaenda kwa neno letu la leo, Before we go into today's word, kwa maana neno letu la leo ni kama tuko tunaunganisha vile tulikuwa tushaanza. today's word is like connecting what we learned last week. So wiki iliyopita Last week, kama ulikuwa hapa, if you were here, unajua tulizungumza nini. you already know what we spoke about. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Sitakuuliza tulizungumza nini. I'm not going to ask you questions of what we spoke about. So wiki iliyopita Last week, Sunday, tuliona kuwa we saw that Wakristo wa siku za mwisho the last days Christians, tunajishughulisha we make ourselves occupied na mambo ya nje. with the things of outside. Tunalinda sana We protect na mambo ya nje, the outwardly stuff. lakini mambo ya ndani wasituambie hatuna. But inward stuff, we don't care about them. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Maanake tunajishughulisha sana So which means we occupy ourselves na mambo yaliyo nje, with the outward things. na mambo ya kuharibika, The things that can be destroyed. lakini mambo ya ndani, mambo ambayo yana uzima wa milele, The things that have an everlasting life, ambapo kunapatikana chemchemi ya uzima, which the source of life is being found, hatujali, hatuna habari. we don't pay attention to them. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Maanake tunatafuta tupate mambo ya nje yawe mazuri, So which means we look for the outward stuff, lakini mambo ya ndani hatujali. but inward things, we don't care about them. Sasa hayo mambo ya nje tunajishughulisha nayo, So those outwardly stuff ni kwa sababu mimi na wewe tuko na mwili. is because you and I, we have a flesh. Kuna kazi hapa, There is a work here. kuna changamoto hapa, There is a challenge here. kwa sababu mimi na wewe tunavala mwili. Because you and I, we are wearing flesh. Mwili iko na matamanio yake. Flesh has its own desires. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Mwili iko na matamanio yake. Flesh or fleshes have their desires. Sasa hii mwili haiwezi haituachilia hapa, This flesh that we wear does not permit us. iko na sisi, It's with us. inataka tuishughulikie, It wants us to make it look nice. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Inataka tuishughulikie We kila want siku. us to occupy ourselves with our flesh. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi na wewe Mkristo tuko na task ya kufanya, So you and I, we have a task or something to do. ya kushinda tamaa za mwili. A task that is greater than our outwardly life. Sasa leo tutakwenda sasa kuangalia So today we're going to look kushinda tamaa za mwili. how to defeat the desires of the flesh. Kwa sababu Because tukizishinda tamaa za mwili, if we overcome our fleshly desires, hapo ndipo tutajishughulisha sana na mambo ya ndani. and that's where we occupy ourselves with the inwardly things. Kama mwili, If a flesh, kila yote iko na mwili, every living has a flesh, na mwili inakuwa na tamaa yake. and the flesh has own desires. Tuongee kwanza kidogo. Let's speak about this. Tamaa Desires, sio mbaya. it's not bad. Kuna tamaa nzuri There's a good desires, na kuna ingine tamaa mbaya. and there's also evil desires. Ninaweza kutamani I can desire, niuze gari. I can desire to buy a car. So
hiyo tamaa itanisukuma nitumike sana niuze gari. That desire will make me to work so I can be able to purchase that car. Kuna wakati mwingine tamaa inakusukuma, inakumotivate. And sometimes that desire will motivate you to do something. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Ukamilishe kitu fulani. For you to be able to fulfill something. Oh, ninatamani niuze nyumba. Or I desire to buy a home. So ile matamanio yako ya kuuza nyumba, and those desires for you to buy a house, itakufanya utumike kwa bidii. It will make you to work very hard. Ili ununue nyumba. So that you can be able to buy that house. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo nayo ni tamaa. And that's also a desire. Inatamani nifanye hivi. You desire to do something. Ninatamani nionekane vizuri. You desire to look good. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatamani niweze mtihani. You desire to pass the exam. Sasa kusema sasa niweze mtihani lazima nitumike sana. So for me to be able to pass or to get something, I must work hard at it. Hiyo ni tamaa nzuri. And that's a good desire. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Kuna tamaa nyingine. And there's other desires. Unatamani kitu, you desire something, lakini unaweza hata kutenda maovu kwa sababu vikike kitu. But you can even do something evil so that you can fulfill those desires. Maanake tamaa sasa inakutawala, inavuka mpaka. So which means that desire now is occupying your mind. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Kwa sababu unahitaji kitu fulani. Because you want something. Utafanya nguvu yako yote kufikia. And you do anything so that you can do that desire, the things that you desire. Na hapa tunaona kuna watu wengine wanaweza hata kufanyia mwingine kitu kibaya. And we can even see that there's other people who can even kill somebody kwa sababu ya tamaa. Because of their evil desires. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Katika Ukristo, in Christianity, kama tuko wa Kristo leo, if we are Christians today, hii ndio task ya kubwa tuko nayo. This is a great task that we have. Na hii ukivuka tu, and if you pass this task, unashinda. You'll be able you'll be victorious. Manake hii ndio exam tuko nayo. So this is kind of like an exam. Ni exam kubwa tuko nayo. It's a great exam that we have. Na ndio iko pale kusema ushinde. And which is there for you to overcome. Kuna kazi. There is work. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kazi. There is work. Tusome kwanza neno la kufungua. Let's read our opening verse. Katika kitabu cha Mathayo, in the Gospel of Matthew, 26, Matthew chapter 26, 40, verse 40 hadi 43 to 43. Matthew 26 from verse 40 to verse 43. Soma katika jina la Yesu. Amen. Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala, akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni, muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena, akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito. Amen. Le disant du Seigneur, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et le trouva encore endormi, car les yeux étaient apaisantis. Amen. The Gospel of Matthew chapter 26 from verse 40 to verse 43. The Bible reads, Then he came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, What, could you not watch with me 1 hour?
Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Again, a second time, he went away and prayed, saying, O my Lord, O my Father, if this cup cannot pass away from me, unless I drink it, your will be done. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunasoma hizi habari I will read these scriptures, na tumezoea sana kuzisoma. and we have read them before. Labda tunazielewa sana kuliko mimi. Possibly understood it more than I do. Lakini hapa kuna kitu ambacho nipenda tuchukue. But there's something that I want us to take from this verse. Yesu akatoa wanafunzi wa moja akaenda kusali. And Jesus took some disciples with him. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So wakati alienda nao, So when he went with them, kuna kitu kilimshangaza Yesu. there's something that surprised him. Wakati anajongea kidogo pembeni kuomba, When he went to the side to pray, akawaacha wale wanafunzi alienda nao. and he left the disciples that he went with. Lakini muda si mrefu But just for a short period, akarudia akawakuta wanalala. and he returned and he found them asleep. Mnajua Yesu alikuwa akiomba kwa uchungu So Jesus was praying very sorrowfully, kwa sababu aliona saa yake imetimia kukamilisha misio alikuja fanya hapa chini. because he saw that his time is near. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Yesu alikuwa katika uchungu. Jesus was very sorrowful, Sasa Yesu alizani kuwa hao wanafunzi wangu watakesha pamoja naye. and he thought that his disciples would stay there with him. Lakini tu kwa dakika chache tu, wakati tu walirudi tu kuangalia watu wameshalala, For just a short period of time, he found them asleep. akaenda tena mara tena akasema labda acha nipime tena. And he said, let me try again. So he went the second time. Kurudi tena wamelala. And when he returned, he found them asleep. Yesu akawaambia, And Jesus said unto them, mkeshi muwe macho. he said, watch and pray. Kuna neno moja hapa tutatoa. There's a word that we're going to Akawaambia mwili ni dhaifu, It said, a flesh indeed is weak, roho ni razi. but the spirit is willing. Sasa mwili ambao mimi na wewe tuko nao So the flesh that you and I that have, uko mdhaifu sana. is weak. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Mwili ni mdhaifu, The flesh is indeed weak, lakini roho ni razi. but the spirit is willing. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Roho inahitaji sana, The spirit is willing, lakini mwili ni mdhaifu. but the flesh is weak. Hii ni changamoto kubwa sana. This is a great tribulation that we have. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Kuzishinda tamaa za mwili sio rahisi, To overcome the desires of the flesh is not easy, kwa sababu mwili ambao tuko nao because the flesh that we're wearing ni dhaifu sana. is weak. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Kabla tujaingia ndani sasa, Before we go Tusome deep kwanza into the word, let's read the scriptures. tusome Mathayo Let's read the Gospel of Matthew. 4 Matthew chapter 4, kuanzia 8 hadi 10. from verse 8 to 10. Tusome katika jina la Yesu. Amen. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, Ndio. akamwonyesha milki zote za ulimwengu Ndio. na fahari yake. Ndio. Akamwambia, haya yote nitakupa Ndio. ukianguka kunisujudia. Ndio. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Amen. Amen. Le lisant du Seigneur, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. The Gospel of Matthew chapter 4 from verse 8 to 10. And again the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him
and him only you shall serve. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Kwa nini shetani alikuja kumjaribu Yesu? Why did the enemy came to tempt Jesus? Kwa sababu shetani aligundua kuwa Because the devil realized Yesu alikuwa akivala mwili. that Jesus was wearing his flesh. Akaona kuwa hapa ndipo kuko opportunity ya kumwangamiza. And he said, this is where the opportunity is. Na asiwezi kukamilisha misio yake alikuja kufanya hapa chini. So that he will not be able to fulfill this mission that he has for this world. Yesu angekuja na utukufu wote, shetani angemtokelea. If Jesus came with all the glory, Satan will not go to him. Lakini kwa sababu shetani anajua mwili udhaifu sana, But because the enemy knows that the flesh is weak, akaona kupitia mwili ya Yesu Kristo hapa ndipo nitamwezea huyu jamaa. and so through this body that he's wearing, I'm going to tempt him from this. Nitaweza kumeliminate huyu So jamaa. I'll be able to defeat him using the flesh. Bwana Yesu This asifiwe. is the weakness Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Akakuja sasa kwake. And he came unto him. Kwa sababu alikuwa shagundua huyu bwana ameshafunga siku mingi sana ajana, anasikia njaa. Because he had realized that this man has been fasting for 40 days and 40 nights. This man is weak. Kwa sababu mtu wa njala anaweza kufanya kitu chochote kile tu tumbo mwingie kitu. Because the person who is hungry is capable to do anything so that he can be full. Akaona huyu bwana chunga kwanza nimuoneshe biko hapa chini ya jua. And he said, let me show this man all the things of this world. Si alitoka kule juu. So he has come up from the mountain. Acha nimuoneshe biko hapa chini. And he said, let me show him all the glories of this world. Akaanza sasa kumuonesha matamanio ya dunia. And he starts showing him all the kingdoms and all the glories of Kwa this world. sababu ya ule mwili alikuwa nao. Because of the flesh that he was wearing. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia ile mwili ndio akaanza sasa kumpima Yesu. So through Jesus' flesh, Satan started tempting him. Akaona kwa mwili utaona nyumba za acha nende. He saw that this man, if I tempt him, his eyes will see all the kingdom of this world. Mwili utaona wadada warembo acha nende. His eyes will see all the beautiful ladies. Mwili utaona mambo mazuri sana acha nende. The flesh will see the riches of this world. Mwili utaona mabichi acha nende. The flesh will see all the things of this world. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Shetani alipima sababu ile mwili. Satan tried to tempt him because of the flesh that he was wearing. Lakini But alishindwa. he did not overcome him. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Katika ule mwili Through that flesh, shetani alizania kuwa nitampata huyu bwana. Satan knew that he's going to defeat him. Nitampata kupitia hii He mwili. knew that he's going to get him. Lakini mwisho wake But at the end, alikuja kushindwa. he was defeated. Hii ndiyo jambo la kwanza Yesu alishinda. So this is the first thing that Jesus was able to overcome. Kusema afanye misioni mtuma hapa chini ya jua, hii ndio ilikuwa mzigo wake wa kwanza For alipewa. him to be able to fulfill his mission that he came to do, Iko this na was the first assignment. iko na mwili. He was wearing a flesh. Sasa katika huyo mwili, And with that flesh that was wearing, mwili una mambo inatamani sana. and the flesh has all the desires. Mwili unatamani mambo mazuri. The flesh desires good things. Macho inatamani kuona mambo mazuri. The eye desires good things. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Shetani akashindwa. And the enemy was defeated. Hii ndio ilikuwa ni kitu kikubwa sana This was one of the greatest things ambacho Yesu alishinda, that Jesus overcame, kusema akamilishe misio yake. so that he can continue to the next step to fulfill his mission. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Tuingie sasa ndani. Let's go to another verse. Katika dunia ya sasa, In today's world, Wakristo wa siku za mwisho, most Christians, hii ni kipengele kikubwa sana. this is a great tribulation here. Kushinda tamaa za mwili. More than any other desires. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu tamaa zikitutawala, Because if desires are able to occupy our minds, hapo ndipo kunatokea dhambi. then that's where sin comes from. Dhambi zinazaliwa wakati tamaa inatawala mtu. Sin is born when the desires of the flesh are running and chuki inatokea, unachukia mwenzako kwa sababu
tamaa, unahitaji kuwa bora kuliko mwingine. You hurt someone because you want to be better than them. Bwana asifiwe sana. Amen. Fitina inatokea wakati tamaa imekutawala, unatamani uonekane mzuri kuliko mwingine. When your flesh has evil desires, you start doing some things that are not right. Watu wanatamani kuwa watawala, wawe viongozi, wao ndio waonekane wakubwa. Ni sababu wanahitaji waonekane kuwa wao ndio viongozi, ni tamaa za mwili. People desire to have a good brand so that they can look that they are better than others. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Tamaa za mwili. Desires of the flesh. Katika dunia ya sasa, in today's world, katika Wakristo wa siku za mwisho, today's Christians, hiki ndio kimekuwa kipengele kikubwa sana. This has become a great problem to people. Ndio maana unakuta Wakristo wengi sana. And that's why you find out that most Christians, tamaa zinatusumbua sana, hatutafuti tena uzima wa Mungu, tunatafuta matamanio ya mwili. Our desires makes us not to seek God anymore. Tunatamani Mungu ajibu mahitaji ya miili yetu. We want God to answer all our desires. Tunatamani tuwe vizuri sana, yani mwili wetu urizike. We desire to please our flesh. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kushinda tamaa za mwili. Kushinda tamaa za mwili. More than the desires of the flesh. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Sasa hizi tamaa za mwili, so these desires of the flesh, zikisha kututawala mimi na wewe, when they occupy our minds, zikisha chukua maisha yetu yote, when they take our lives, kila mahali ambapo tutakuwa, every place that we'll be going, tutakuwa tuko, mawazo yetu itakuwa ni matamanio ya mwili. Our minds will only be filled with the desires. Ndio maana utakuta Mkristo anawazaka tu matamanio ya mwili, kuridhisha mwili yake. And that's why you find most Christians, they only have desires to please their flesh. Ndio maana utakuta mtu anaomba Mungu sababu aridhishe matamanio yake ya mwili. That's why you find someone praying to God so that they can fulfill their fleshly desires. Ndio maana unakuta Mkristo anatafuta uso wa Mungu kwa sababu anahitaji Mungu amfanyizie kitu cha kuridhisha mwili You wake. find Christians seeking the face of God so that God can fulfill their evil desires. Na ndio maana watu siku za mwisho wanatafuta mahali ambapo watawahubiri kuhusu kuridhisha tamaa zao za mwili. That's why you find people looking for churches that they will be preaching about the desires, how they're going to fulfill mahali their ambapo fleshly watapata mambo ya mwili, where they receive the things of the flesh. kwa sababu tamaa za mwili zimeshachukua nafasi kubwa maisha ya ulimwengu. Because the fleshly desires has taken all your mind. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Unakuta mtu yuko kanisani iko nafikiria mambo ya mwili. You find a person is in church, but all they're thinking about is the desires of the flesh. Kuna watu wengine, There's others, hawaridhiki na jinsi waliumbiwa. they are not pleased with how they were. Akijiangalia mkio anasema angalia pua ya kulala. When they look in the mirror, they say, look how their nose is crooked. Akijiangalia anaangalia mbona mimi ni mkonde. They will look, they say, why am I so skinny? Akijiangalia naona mbona mimi niko na kichwa cha kunyooka. And the others will say, why do I have a head that is not Angalia mbona ule ni mzuri kuliko mimi. why that person is beautiful than me? Mbona ule kuna machafu ya So kunyooka. why that person has good lips? Ndio utakuta naikala mkio saa mbili. And that's why you find them sitting next to the mirror. Anatoka nje anasema hapana. They will go outside and they look at themselves and say, oh, I don't look good. Let me go back again. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anaona kuwa bado. They see that they are not looking the way they want to look. Kuna watu wengine hawapendi kuona wengine kuwa wanaweza kuliko wao. There's others don't want to see others succeeding. Wao ndio wanapenda kuonekana kuwa wao ndio wanajua. They want them to be seen. Bwana To have the Yesu spotlight. asifiwe sana. Amen. Wanapenda wao ndio waonekane kuwa wanaongoza. They want them to be on the spotlight. Wanapenda waonekane wao ndio wazuri kuliko wengine. They want to look that they are much better than the others. Katika dunia ya sasa mpaka kuna watu wengine wanaenda kufanya masajari sababu ya waonekane bora kuliko wengine. There's others who go do surgeries and Hiyo all ni that. So that tawala wa tamaa za mwili. and all of that is the desires of the flesh. Wakristo wa siku za mwisho And
last days Christians, tamaa za mwili zimeshatuchukua sana. desires of the flesh, they are running our mind. Maanake sisi tunagombanisha usiku na mchana tuizishe tamaa zetu za mwili. Now we are fighting day and night so that we can please our fleshly Na desires. ndio maana kwa sababu hatuwezi kuwa na muda kutafuta uso wa Mungu. And that's why we don't have the time to seek the face of God. Wakati tamaa zinatwaa mwili, While the desires of the flesh are reigning in our mind, hatuwezi kuwa hata na muda hata kidogo wa kutafuta uso wa we Mungu. don't even have the time to seek for the face of God. Hatuwezi kuwa hata na muda wa kumwomba Mungu. We don't even have the time to pray. Tutakuwa tunachukua mambo ya Mungu kuwa ni mizaa. We take the things of God as normal things. Tutakuwa nafanya kazi ya Mungu wakati tuko na hitaji ya mwili. We do the work of God when we have the fleshly desires that we need to fulfill. Ukiona Wakristo wa masezo When you see Christians of seasons, wanatafuta Mungu wakati wanapata shida ya they mwili, seek for God when they are in trouble. wakati maumivu yanaingia katika mwili, When their bodies filled with pain, hapo ndipo wanakuwa Wakristo kabisa. that's when they truly become Christians. Mkristo kama huyo ni tamaa imeshamchukua, That imeshamfunika. You must be able to understand those type of people is that these fleshly desires that are running their mind. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Manake yeye anatafuta uso wa Mungu kusema mwili ifaidike. They seek for the face of God so that their fleshly desires can be fulfilled. Tamaa zikishatawala mtu ni shida. When the desires are running in your mind, Na katika Ukristo wa sasa, and today's Christianity, hii ndio shida tuko nayo. this is the great tribulation that we have. Tamaa zimeshatutawala sana. Desires are running in our mind. Tuko watumishi wa Mungu lakini macho yetu kuna kadia tu pesa. We are the disciples of God, but we are also lovers of Ndio God. maana nakuta watumishi wa Mungu wako pale tu, wao akili yao ni kupesa. That's why you find most pastors, all their mind, their eyes is on the money. Ndio maana nakuta siku ya leo watu wanafanya injili, akili yao iko kupesa. And even when people are preaching the good news, you find them, their eyes is on the money. Akili yao iko wajulikane. They want to be famous. Akili yao iko nijulikane na watu wote. They want to be known by many people. Wanafanya kweli kazi ya Mungu lakini tamaa zimewatawala. They truly do the work of God, but their fleshly desires are running on. Na hiyo ni mwiba sana. And that's a great problem. Hatuwezi kushinda uzima wa milele tusipogombana tukashinda tamaa za mwili. We cannot get the everlasting life if we haven't yet overcome the problems of this Kwa world. sababu kushinda tamaa za mwili ni jukumu yako na ni jukumu yangu pia. Because to overcome the desires of the flesh is your duty and mine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kwa watu wengine, There's other people, kuko mtu kwa siri kwa mkanisa, the people they come to church, anaangalia kwa sababu ananivala, they look at the dress that they're wearing, na anaangalia chini, they look at their boots, hawezi piga magoti. they say, oh, I cannot kneel. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii pantalo yako ya They mzuri, say, this, my Gucci pants that I have, hawezi kupiga magoti. I cannot kneel down. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tamaa za mwili. The desires of the flesh. Mwili unahitaji kuona mambo mazuri. The flesh needs to say good things. Mwili unahitaji kuvaa mavazi The mazuri. flesh needs to wear good clothing. Mwili unahitaji kuishi mahali pazuri. The flesh desires to live in a beautiful home. Mwili unahitaji ufanyiwe mambo mazuri. The flesh desires to get good things. Sio vibaya. It's not bad. Je, vinakutawala? But are those things reigning in your life? Tuelewe kitu kimoja, kutawaliwa. We must understand one thing, Kutawaliwa. your flesh desires to take over. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika kanisa la siku za mwisho, In last days church, na hapo ndipo shetani alitukamatia. and that's where the enemy has trapped us. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumekuwa Wakristo wa tamaa za mwili. We have become Christians who desire the things of this earth. Ni huruma sana. Mercy. Tumekuwa Wakristo wa tamaa za mwili. We have become Christians who desire the things of this world. Ukiona kanisa siku za mwisho, If you see last day church, leo kulikuwa watu 15, he said today came 15 people. wiki inakuja kulikuwa watu 10,
the other week, 10 people. Unakuta mtu akiingia leo, next week If atakuja. a person comes this week, won't come next week. Kuna kitu kinasumbua sana. There's something that is troubling them. Bwana Yesu asifiwe. Tamaa zinatuma hata watu wasifanye kazi ya Mungu. Their fleshly desires makes them not to do the work of the ministry. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisema leo sitatumikia Mungu juu ya kazi, hiyo ni abomination, ni tabu mbele ya Mungu. If you say that today I'm not going to go to church so that I can go to work, that's a great tribulation. Hiyo unafanya Mungu kuwa sio kitu. You are making God to look like nothing. Kwa sababu hiyo ni tabu mbele ya Mungu. Because that's a great tribulation. Lakini kwa sababu tamaa za mwili zimetuchukua akili na kila kitu na mwili vyote, Because our fleshly desires are reigning in our minds. na ndio maana hatuwezi kwenda kanisani sababu ya And kazi. that's why we cannot go to church because of work. Sasa tamaa za mwili zikisha tuchukua sote, It's when the desires of the flesh have taken over. hatutakuwa na muda hata wa kumtumikia Mungu. We're not even going to have the time to do the work of Hatuna God. muda wa Mungu asituambie, hatuna habari. We don't need anyone to tell us about the things of God. Mawazo yetu, akili yetu, tutakuwa tumetawaliwa, tuko na tamani tu mambo ya mwili. All our minds will be occupied by the things of this world. Na ndio maana maandiko yanasema kila That's kitu why kifanye kwa He kiasi. said we must do everything by measure. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila kitu tukifanye kwa We kiasi. must do everything by measure. Ukiona mtumishi wa Mungu anakuambia kuwa niko busy, If you see the servant of God is telling you that I'm very busy, manake huyo mtu amechukuliwa na tamaa ya dunia. that means that person has been taken over by the Tamaa ya fleshly mwili desires. imeshamchukua. The fleshly desires has taken over. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamaa ya mwili imemchukua sana. The fleshly desires, they are in control. Kwa sababu ya tamaa ya mwili, Because of that fleshly desires, na ndio maana tumekuwa Wakristo wa kutafuta kupokea. and that's why we are Christians who just want to receive. Tunahitaji tu kupokea. We just want to receive. Kila wakati tunatafuta Mungu ili tupokee. Every time we seek for God so that we can receive something. Wakristo wa kupokea. The Christians do like to receive. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni Wakristo ambao wametawaliwa na tamaa za mwili. They are very dangerous Christians. Unatafuta mahali ambapo watakuhubiri kuwa pokea. You try to look for a church that will tell you to receive. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunatafuta tupokee. We just want to receive. Mwili imeshachukuliwa samani. Our flesh has taken over. Ukienda mahali popote pale Everywhere that you go, ambapo watakuhubiria that they will be preaching to you. kama sio uzima wa Mungu, This is not the life, the everlasting life. kimbia. You must run from that place. Mahali ambapo watakuambia kuwa utapokea The place that they will come and tell you that you will receive. na kuambia huyo ni shetani kwa kwenye kampeni. Telling you that's the enemy who is in charge. Mahali ambapo watakuambia fanya hivi utafanikiwa hivi. Everywhere that they will tell you that do this so that you will be able to receive. Wanakuambia fanya hivi utafanyikwa hivi. They say do this so that you can receive this. Hiyo sio injili ya Kristo So hapana. that's not the gospel of Jesus. Hiyo ni kupoteza watu. That's making people lost. Hiyo ni kamaa, ni That's the beti. desires of this world. Hakuna injili ya Kristo ya kuambia watu fanya hivi utafanya There hivi. is not the gospel of Jesus that has systems. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo sio injili ya Kristo. That's not the gospel of Kwa Jesus. sababu tumetawaliwa na matamaa. Because our mind has been filled with the flesh. Kuna watu waliuzisha manyumba na magari. There's the people who sold their homes and cars. Wakaenda kupatia wachungaji wakawaambia kuwa multiplication. And they went to give to the pastor so that they can multiply their Mpaka homes. hivi wako pua. Up to today, they don't have that money. Hakuna multiplication ifanyike. There is no multiplication. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna watu waliuzisha magari na manyumba kila kitu wakakwende. There's the people who sold their cars, their homes, and everything that they have, and give it to the pastor so that the pastor can pray over them. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tukiuliza, So if I ask you a question, si pastor kwanza jiombea nipate kwanza? why can't the pastor pray for himself? Kwa nini kunakuja So that kuchukua he can viazi? receive? Why is he coming to take mine? Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuwa na maisha mazuri vile vyako ni. Now he has a good life because of the things that he has taken from you. Kwa nini kwanza yeye sijiombee multiplication ifanyike kwa maisha Why yake? can't that pastor pray for himself first so that he can receive whatever that he needs? Lakini sasa mimi ndio nipande multiplication ifanyike kwa. So why
so that my things can be multiplied. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu ya matamanio ya dunia ya mwili, Because of the fleshly desires, kwa Kristo tunatafuta mambo ya multiplication. Christians, we look for things and we try to Tumemkamata Mungu find them or kama Mungu ni businessaire, unawekeza unafaidika. we take God as something that we invest in and receive interest. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu sio businessaire. God is not a businessman. Mungu ni upendo. God is a loving God. Alituumba kwa upendo. He created us by love. Anatupa bila condition. And He gives us things without Mungu condition. haitafuti chochote kwako na kwako God does hapana. not need anything from you or from me. Hatuwezi kumulipa Mungu. We cannot repay God Hakuna anything. kitu unaweza kupana mimi na wewe cha kumulipa There is Mungu. nothing that you can repay to God. Anatupenda kama baba wa upendo. He gives to us as a loving Ndio maana Father. Mungu anaitwa ni upendo. And that's why God is called Kwa love. sababu upendo wa Mungu hauna condition. Because the love of God does not have conditions. Anakupatia kwa sababu yeye ni baba wa He upendo. gives to you as a loving Father. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Haiko Mungu wa multiplication. He's not a God of Watu multiplication. ambao wanatafuta multiplication, The people who seek for multiplication, tamaa za dunia zimewatawala. their fleshly desires, they're in charge. So wiki jana tukasema sasa, And last week we said, ukiangalia wa watu wa hivyo, if you look this sort of people, maisha yao ya kiroho usimwambie wana baa. their spiritual life, don't tell them, they don't care. Mchungaji, pastor ajali na maisha ya kiroho ya Pastors waamini. don't care about their spiritual Yeye life. anajali tu multiplication walete, They nitawamultiplie. only care about multiplication. Kama tunakuwa tunazungumza haya, If we speak about these things, ni Mungu kunatuonesha shida ambapo ipo. this God is showing us the problem that we are Ili having tuwe macho. so that we can beware. Yesu akawaambia, muwe macho. And Jesus said, beware. Na sisi tuwe macho kwa maana shetani anafanya And kazi. we must also beware because the enemy is at work. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Matamanio ya mwili The fleshly desires, ikisha kutawala, when it's running our mind, basi we are finished. tusome vesi Let's read. Wagalatia 5:17. Galatians chapter 5 verse 17. Yeah. Tunasoma tu mu Kiswahili juu ya muda, tumalize. Galatians chapter 5 verse 17. My Bible says, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other so that you are not free to carry out your good intentions. Amen. Amen. Some katika jina la Yesu. Amen. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho. Kwa sababu mwili ukitamani ushindana na roho, Na roho hushindana na mwili. na roho ushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, Kwa maana hizi mbili zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. hata hamwezi kufanya mnayotaka. And you cannot do what you desire to do. Hapa kuna mapambano. Here there's two forces in place. Mwili na roho The zinashindana. spirit and the flesh, they are at work. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Mwili na roho zinashindana. The spirits of God and the flesh, they are constant opposing each other. Kwa maana ni mambo mawili tofauti. Because they are two different things. Sasa jawabi itatawala maisha yetu. So which force is going to reign in our mind? Jawabi itatawala maisha yako na maisha yangu. Which force is going to reign in your life and my life? Je, ni nguvu ya mwili Is it the spirit? Is it the power of the flesh? ama ni nguvu ya roho? Or is it the power of the spirit? Kwa sababu Because nguvu ya roho ikishatawala maisha yetu, if the power of the spirit is reigning in our lives, Bwana Yesu asifiwe sana, praise Jesus, tutakuwa watu tofauti. we'll be different people. Nguvu ya roho ikishatawala maisha yetu, If the power of the spirit is reigning in our lives, tutakuwa watu wa kutafuta Mungu siku na we'll mchana. be people who seek for the face of God day and night. Tutakuwa watu wa kumpenda Mungu kuliko kitu chochote We'll be kile. people that love God than anything else. Tutakuwa watu wa kuprioritize, wa kuweka Mungu kwanza We'll be mambo yote, people who put God before anything else. kwa sababu nguvu ya roho
uso wa Mungu and kila we'll mara. be able to seek for the face of God. Na nguvu ya Roho ikitawala maisha yetu, And if the Spirit of God is reigning in our lives, hapo ndipo matunda mema itatokea maisha yetu. that's when we'll be able to bear good fruit. Hapo ndipo tutapendana sisi kwa That's sisi. where we'll be able to love one Hapo another. ndipo tutatenda mema. That's where we'll be able to do Hapo good things. ndipo hatutachukiana. That's why we'll be able not to hate Hapo someone ndipo else. hatutatamani visivyokuwa vyetu. That's why we're not going to desire the things that are not Hapo ours. ndipo tutaishi kwa amani. That's why we'll be able to live peacefully. Hapo ndipo tutakuwa wanyenyekevu. That's why we'll be humble. Hapo ndipo tutamheshimu Mungu. That's why we'll be able to respect God. Hapo ndipo tutatamani maneno ya Mungu. That's why we'll be able to desire the things of Ukiwa God. na mtu usiku na mchana kunasikiliza neno la Mungu, If you see a person day and night that listens to the word, usimshangae, ni nguvu ya Mungu iko nafanya kazi you must maisha not yako. be surprised because the Nguvu word ya of Mungu God, imetawala maisha ya huyo mtu. the power of God is at place. Iko kazini, kuna waza vya Mungu. They are at work, but they are thinking about the things Mahali of God. popote endapo, iko napenda kusikiliza maneno ya Mungu. Everywhere they go, they want to hear the things Kila of God. wakati yupo, iko nafikiria mambo ya Mungu. Everywhere they are, they're thinking about the Iko things of God. nafikiria kazi ya Mungu tena na They unagawa. are thinking how the work of God will be Iko carried out. natangaza injili usiku na mchana. They are preaching the good news. Kila mahali yupo anatangaza Yesu. Every place they are, they're preaching the good Ni news. representa wa Yesu. He is the representative of Akikuwa God. kazini ni representa wa If Yesu. they are at work, they're representative of Uelewe God. kuwa huyo mtu nguvu ya Roho inatawala You maisha yake. must be able to understand that person is the power of God reigning in their lives. Amen. Nguvu ya Roho inatawala maisha yake. It's the power of God that is at place. Kupenda tuache nguvu ya Roho itawala maisha yetu. Perfect. You must let the power of God to reign in our Kwa lives. sababu tukiachia nguvu ya mwili itawala maisha yetu, Because if we release the flesh to reign in our lives, mwili inazaa mauti. the Mwili inazaa mauti, kifo, death. the fruit of sin is death. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili inaleta tu ni mauti. Flesh bears death. Tamaa ya mwili inazaa dhambi, dhambi zinazaa And the nini? desire of Mauti. the flesh Ndio creates zinaenda sin. hivi. And sin creates death. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inazaa mauti. It creates death. Lakini nguvu ya Roho But the power of the Holy Ghost inazaa uzima wa milele. bears everlasting life. Tukiwa na nguvu ya Roho, If we have the power of the Spirit, tuna uzima wa we milele. have an everlasting Kwa life. maana tumeshinda kifo. Because we have been able to overcome death. Ndio maana ukiona Mkristo mzima iko naogopa kufa, That's why if you see a Christian who is a una mashaka na Ukristo wa ule mtu. you must beware. Kwa sababu Mkristo haogopi kifo ya mwili. Because a Christian cannot fear death. Kifo ya mwili ni furaha kwa You must Mkristo. not fear death of the flesh. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kifo ya mwili ni furaha kwa Mkristo. Death of the flesh is Ukiona fear. Mkristo kuna panike juu ya kifo, If you see a Christian is panicking because of death, tamaa ya mwili imemtawala. you must know that their fleshly desires. Niko nasema hii mwili wangu naenda kuandenda I wapi? say, oh God, I'm going to die. Leo hii mwili mzuri ende I mubulongo. said, God, I'm so beautiful, but my flesh to go into the grave. Kwa sababu tamaa ya mwili imemtawala yule mtu. Because the fleshly desires are running their life. Lakini Mkristo ambaye kuna nguvu ya Roho, But the person who has the power of the Spirit, Roho ndiye kuna kusasi natumika when the ndani ya Spirit maisha ya is yule mtu. reigning within him, Bwana Yesu asifiwe sana. praise Jesus, Huyo mtu yuko na uzima wa milele. that person has an everlasting life. Ajali kifo kije He does kisije. not care if death comes or not. Akee ajali na chochote They hii. do not care about anything that Kwa comes. maana iko na uzima wa milele. Because they have an everlasting life. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Mtu God. mwenye kunajiogopea mwili, A person who fears to die, mtu mwenye kunatia mashaka na mwili yake, a person who is afraid to die, huyo iko na tatizo. that person has a problem. Nguvu ya mwili na mtawala wa The mtu. power of the Nguvu ya mwili flesh, na the mtawala wa mtu. power of the flesh is spreading their life. Lakini mtu ambaye Roho ndio iko nafanya kazi ndani yake, But the person that the Holy Ghost is ministering to them, anakuwa anasumbukia ya Roho. they always occupy themselves with Ya nje kwanza ikae pembeni kule the things kule of heaven. kule ya nje kule, The things mambo ya of mwili heaven kule stay kwanza, away. anakuwa anasumbukia moyo. They only care about the things of Kila heaven. siku anakuwa anasema Mungu nilindie moyo. And every day will be saying, God, give me everlasting life. Manake kazi yake kubwa ni kulinda moyo wake. Because their main duty is to protect their Moyo heart. wake wikae sambamba na Mungu. For their heart to be right with God. Moyo wake wikae sambamba. Their heart to be right with God. Muda wote
put it first. Ndio watu nakutaka akiona siku ya Mungu yafika anajisikia anakosa amani. That's why we find the people that if Sunday, they will feel like Sunday is taking a bit longer. Akisikia tu ile kanisa anasema They wow, hear when anashangilia. they tell them to go to church, they will. Kuna watu wengine ikishafika saa moja kila ni dimashi ni huzuni. There's others when it gets to Saturday and it's about to be Sunday, Leo they tuna kukanisa. don't feel well. Leo tena kukanisa. So today we are going to church. Basi tunaenda kila siku. He said, what the hell is this? Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu nguvu ya mwili imetawala. Because their fleshly desires are running in their lives. Lakini nguvu ya roho ikishatawala maisha yetu. But when the power of the Spirit is running in our lives, Unajua watu niwaambie kitu kimoja. you know, let me tell you this. Unaelewa akisema kumpenda Mungu. You know, when they say to love God, Watu wanachukua kama ni kitu tu rahisi. people take it as a normal thing. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukishaona mtu anapenda Mungu, When you see a person loves God, utadhani kwa ni msasi. you think that they have gone crazy. Ukishaona mtu anapenda Mungu, When you see a person loves God, utasema huyu mtu you amechanganyikiwa. say this person is going mad. Ukimtizama unasema huyu mtu anaendesha ama eneshi. When you look at them, you think that this person Kwa rides along. maana Because wanadamu wa mwili hawawezi kuelewa. people that cannot understand. Kwa sababu wao uko katika roho. Because you are in spirit. Unajua faida gani iko kumpenda Mungu? And you know the benefit of you loving Unajua God. yule yuko ndani yako anakupa furaha kuliko You know the yote. one inside you gives you joy than anything else. Bwana asifiwe sana. Praise Jesus. Tunakwenda kumaliza. We're going to finish. Tamaa za mwili The desires of the flesh zinazaa mauti. bears death. Bears death. Tamaa za mwili The desires of the flesh zinazaa mauti. bears death. Zikisha tutawala When they are reigning in our lives, ni hatari. it creates tribulation. Na ndio maana tumekuwa Wakristo vipofu. And that's why we have become blinded. Unajua, You know, usishangae na Wakristo wa siku za mwisho. you must not be amazed with today's people. Usishangae na makanisa za siku za You mwisho. must not be amazed with today's church. Tumekuwa wapofu hatuoni. Because we have become blinded. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hatuoni, hatuelewi kiko We don't kinaendelea. see, we don't understand what is going on. Tukiachilia nguvu ya yule afanye kazi ndani ya maisha yetu. When we leave the Holy Ghost to reign in our lives, Hatutadanganyiwa na mafundisho ya watumishi wa uongo wa people fake. will not come and give us the false doctrine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hatutapelekeshwa kama mtoto. They're not going to be taking us left, right, center. Kuna Wakristo wengine wanapelekeshwa utazani kuwa ni watoto. There's other people who lack wisdom and they are just be. Utajiuliza hao Their watu. Christian's life is just like. Utajiuliza hao watu wanasoma neno la Mungu ama And you hawasomi? ask them, you ask yourself, do these people read the word? Wanasoma, Do these people read the word? lakini mwili tamaa They ya mwili read the word, but the fleshly desires, inafunika. it's kind of like covers. Maandiko everything yalisema, that they read. They said the scripture says, Mwili kisha tutawala if the flesh is reigning in our ni lives, opoza ya roho. it's the opposite of the Hivi vitu vile of vipatani the spirit kabisa. of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio maana hatuoni kitu. And that is why we are not able to see anything. Unasikia mtu anakuambia nasikia uvivu You kwa hear a mambo ya person telling you that I'm getting lazy to do the work of the ministry. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nasikia uvivu na mambo ya Mungu. They will say, I'm getting lazy to do the work of the ministry. Kwa kumalizia, In concluding, tunamaliza. we are finishing. Lakini kwa kumalizia, But before I finish, tutaacha hii ujumbe. we're going to leave this. Mpendwa, Preference. kama tulisikiaka injili If truly we have heard the word, ya kuwa kanisani that at church, ndipo kunatokea msaada wa kimwili, that's why they come, that's where the our fleshly desires get fulfilled. tunajidanganya. We are lying to ourselves. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunajidanganya We sana. are lying to ourselves. Hata shetani Even the enemy, ana uwezo wa kufanya miujiza. he has the power to do miracles. Mtu kukuonesha kuwa ni mtumishi wa Mungu, A person to show you that they are the servant of God. usidanganywe na miujiza. You must not be the miracle that they perform. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata shetani ana uwezo wa kufanya miujiza. Even Satan has the power to do miracles. Lakini kitu cha kukamilisha mtu ni mtumishi wa Mungu But the thing that make a person to be a servant of God ni kile kiko ndani yake. is what is within him. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Ni kile kiko ndani yake. It's what is within them. Sio vile vinanatenda. It's not the things that they do. Sasa tuepukane na hayo yote. So we must try to avoid those things. Tufungue macho, tuwe macho wapendwa. We must beware. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuwe macho wapendwa. We must beware. Tuwe macho sana. We must beware. Kwa sababu tulisemaka hivi, Because we said kitu ambacho kinakusukuma uende kanisani, that the thing that pushes you to go to church, kama haukikamilishi, if you do not fulfill it, utarudi nyuma. you will go back. Kama sababu inatuma watu wengi wanachaka mambo ya Mungu, If the reason that makes people leave the things of ni God sababu ya vitu ambavyo viliwasukuma is kwenda because of kanisani. the things that push them to go to church. Ukikuja kanisani juu Mungu ulikuwa na gonjwa, Mungu akuponeshe. If you come to church so that God can heal you, Ukikuja kanisani juu ulikuwa unapitia shida fulani, Mungu akutoe katika hiyo if shida. you come to church because you are going through something you want God to deliver you Ukikuja from that. kanisani juu wachawi walikuwa wanakutafuta, unatafuta msaada. If you come to church because people are bewitching you, Twende kwanza tujiulize, we must first ask ourselves, ni kwa nini niko hapa? why am I here? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukikuwa na reso kubwa, If we have a great reason, reso yetu iwe iendane na shabaha ya Mungu. if our reason goes according to what God wants, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kile Mungu anatafuta kwetu, njoo ikuwe reso yetu tume the tumtafute. things that God wants from us, that should become a main reason. Lakini kikikuwa tofauti, If it's something different, na kuhakikishia then tutarudi nyuma. we will go back. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Polepole tu atakukwaza kidogo na rudi nyuma. The people will do something that annoys you and you'll quit church. Na Mungu awabariki. And may God bless you. Amen.